Ndio. We are from Nakuru, Okay. and we are on our way Bondo just to pay our last visit to Baba. Baba Raila Amolo Odinga, you know what happened. Everyone has to know what happened, and we have talked here in Rwanda. Because you know Rwanda is the border line to Vihiga County and Siaya County and Kisumu County. And Baba alikuwa amepita hapa nyumbani na watu wa Rwanda walikuwa wanapenda sana, watu wanamuita shemeji, and they have been supporting him politically. And so we just want to know how Rwanda received the news of the passing on of Baba, and how they've been mourning him, and so far what is maybe the next political position the people of Rwanda after Baba. So just maybe discuss by this myself. Okay. Talk about something about Baba. Okay, thank you so much. My name is Lucy Owano. I'm from Rwanda. This is our hometown. This is an ODM hometown. Rwanda is a very big campaign group to Baba. ODM originated from Rwanda. Most of politicians come from Rwanda. We have Boko Milemba, all those Otichilo, they originated from Rwanda. So the death of Raila, it's affected us so badly. How did you receive that? We received it in a very painful way because first of all, Raila, he had promised to come, and there's this railway station. He was supposed to launch it. So we have not launched it because he was supposed to come and launch it, and we have developments involved in it. So when the news it reached us, naweza ongea Kiswahili, ilituzunisha kwa sababu tumejua tumepoteza vitu mingi. Raila ndiye introduce saizi njia nyingi hapo. Ukiona hizi njia Rwanda saizi it's a very clean place because of Raila. So the roads, Raila did everything, the roads, hata hii market imejengwa hapa it's because of Raila. Through Governor Otichilo, Raila alipitia hapa. So kifo chake imetuzunisha kwa sababu saizi we don't know hata itakuwaje, as most of us are ODM, we are what inaitwa aje, sisi ni watu wa ODM. So tunashangaa saizi baba amekufa, tutaenda ODM ama tutabaki ODM ama tutaenda party gani? We are confused because we don't know what's our next level, because we don't know where we'll land. We don't know if we're going to UDA or we're going sticking back to ODM. Yes. So, what can you, how can you describe Baba politically? Unaweza ambia nini wa Kenya? Okay. Wanaweza nani? Tunamuita Joey. He's the lion, he's the rhino, he's the everything. Hapa tunamuita Joey. Joey, he was one man that tunaweza sema ni ule mtu angekuwa na he was a one man stand. Mtu angesema if you don't do this we have to listen to him, if you do this we have to listen to him. So kifo chake imetuzunisha because we don't know where we don't know how it is. Hatuna mtu we put him, hakuna mtu tutakuwa na yeye atatu lead in this way. Raila was a leader, he was a true leader. He was a true leader to everybody, even children here in Rwanda. Everyone just used to call him Raila. Ukisikia there's a song called Raila T-Beam, that song. Every child knows about that song. So we're just shocked about that thing. We are shocked. We are confused as Rwanda town people. Rwanda as a whole, they're confused. They don't know what they'll do. They don't know how they'll do about. They're just confused. Yeah. So his home is in Bondo. So Rwanda, sisi ni mashemeji. Anytime Raila has to go to his home, he has to pass to Rwanda and talk to us people. He has to direct us what to do. So akitengeneza njia kwenda Bondo, there's a road. I think if you follow it, this Rwanda road, hiyo njia, you can see it's a very clean road up to Ramula. If you land to Ramula, hapo ndo Wajaluo wanaanza, but it's a border between Wanyore and Wajaluo, but all of us are shemejis. So
hiyo ndo njia Raila alitengenezea Luanda market. Saizi Luanda market has been good because of Raila. So the thing is that we're just shocked. We are confused. We don't have anybody who can direct us, who can tell us we have to do this. We don't have a leader. We have lost a true leader. Yeah. Sasa wanaambia mimi wale viongozi wa ODM, maana sasa hivi tunaona kuna ile confusion na kuna divide. Ndio ile chama cha ODM uweze kusimama. Wewe unaweza ambia nini viongozi wa ODM wafanye nini ile msimamo ya baba ama ya baba ya kwa what can you advise them? Okay, so that even new people you can right now we are divided. We have Sifuna and we have Babu Owino. And we have the other guys, I don't know. I'm a Gen Z. Yes. So we Gen Z will listen to Babu Owino. So the only thing I can tell people, if Babu Owino wants to stand with us, he should come and speak up. And Sifuna should not leave the ODM. He should also speak up. Aongee na watu, ambie watu, he's not even directing us, amenyamaza. So saizi us, we are looking up to Sifuna. Sifuna inafaa tuongeleshe tujue kenye inafaa ifanyike, lakini yeye amenyamaza. So we are looking forward to Sifuna talking to us. Tujue msimamo ni aje. Ndio tusikue divided. We don't want to be divided. We want to have one ODM. If it's one ODM, we just want to have one ODM. Oburu is talking this, we don't know, but we just want to have one ODM. We don't have to have two ODM. Raila used to say we have one Kenya, one united. So we just want to have that one thing. So Sifuna should just stand up, talk to us, atuongelesha, tuambie hivi ndio hivi inaenda. Sifuna yeye sana yeye amekuwa akisema na hata juzi alisema, unaona, aliposoma ile statement ya ile committee kubwa ya ODM, alisema kwamba baba alikuwa amesema, unaona, ODM watafanya kazi na President Ruto mpaka 2027. Alafu from there, unaona, ODM will make a decision, yeah. So lakini bado kidogo unaona kuna msukosuko pale. So wewe unaona kwamba Sifuna hajakuwa keen, very much keen in supporting the process. Pia babu na hapo unaona tayari unaweza tokea msukosuko na ile wewe unasema wewe unataka kudia kusimama. So unaweza advice nini unaona wale viongozi wote? Okay. Saizi ndio umesema kweli. Baba alitaka, we had a handshake, si ndio? That handshake ilituleta tukakuwa na amani. Yes. Handshake ya baba na Ruto ilifanya tukakuwa na amani. Saizi tuko na amani, si ya kwanza. Handshake it happened between pia Ruto tukakuwa na amani. And that is why I'm saying baba ndo kiongozi wa kila kitu. Yeye anafanya kila kitu na happen hapa, si ndio? So hiyo handshake ya baba na waendeleze hiyo handshake. Tunataka sisi hatujali Ruto kwa sababu sisi Ruto baba alileta Ruto. Baba alitintroduce kwa Ruto. We are okay with Ruto. Ruto pia ameleta maendeleo kwa sababu ya handshake yake na baba. Na kuna mali saizi, kuna mali Kenya. So kama Ruto ataka kujoin ODM, tuko sawa nayo kabisa. We are very perfect okay with it. So baba Ruto aje pia yeye akuwe na msimamo mmoja. Kama anasema nataka kujoin ODM, ni sawa, tuambie sisi tujue ako ODM. Kama kuna party itaformiwa tukijua sisi watu ODM tuko na party na yetu na Ruto, si ndio? So hawa wa nini wa ODM, hawa leaders pia hao wa work hand in hand with Ruto. Right now we have sisi tuko nyuma ya Ruto. Baba ametuacha, sasa hivi tuna work in behind na Ruto, si ndio? That's the thing. So wewe maoni yako ni kwamba ile msimamo ni baba alikuwa ameweka, unaona, ile handshake yake ilikuwa ni ya kuleta amani Kenya na kuendeleza Kenya maendeleo, maana without peace there's no development. Yeah. ODM gawanyike, usimame pale Kenya iendelee. Alafu baadaye kama kuanzia 2027 whatever will happen, but for now they should work with. Maoni yangu ni kuwa pia wacha wawapa pamoja, tupe na Kenya moja
tusikuwe na mgawanyiko wowote, kwa sababu mgawanyiko unafanyaga uangalia maandamano zilikuwa, so tutaki hiyo maandamano. Saizi we are working with Gen Zs. Gen Zs are the most important people in this country. Wale watu wanataka kusikizwa na Ruto. So Ruto atatuambia msimamo, lakini sasa sisi tunataka tufanye kazi na Ruto. Ruto akija ODM, sisi kama watu ODM tunataka Ruto akuje na sisi, aongee na sisi. Na wewe unaona President Ruto anafanya nini ndio aweze convince this kwamba is out for good for them, and for the country. Saizi Ruto ameanzisha kitu inaitwa what youth, hiyo Inua Youth, I think ni hiyo nyota na amepromise wa youths watakuwa 50,000 ama sijui 10,000. So the only thing nasema yeye akifanya hivyo, let it be true, si expect ni uongo ama nini. Hapa nje kuna youth wengi hawana kazi, akuwe sincere in his words. Wacha afanye hivyo, kwa sababu huku youth hawa Gen Z wanafanya demonstration, wote hawana kazi. Wengi wamesoma hawana kazi, wengi wako na certificates hawana kazi. So let him stand to his words and say hii pesa ndakupatia youth isaidie youth, ama let him create job opportunities for all these people. Saizi waone inafanyika. Unajua our Gen Z they react hizo maandamano unafanya because Ruto is not even applying anything. So akisimama kwa msimamo wake na asema ndio hii kazi ndio hii inawapatia hawa, Kenya itakuwa very peaceful place. Yeah. Na sasa wewe unaweza kuambia nini pia, unaona serikali pia, unaona kwa hiyo umesema kama serikali ya President Ruto wapate ile trust yake, akitoa promise, unaona anatimiza. Yeah. Na wewe unaweza kuambia nini Wakenya general, tunaenda uchaguzi, unaona, na kuna mambo mengi, ndio waweze kuchagua bila kuenda pale viongozi, maana tunaongea kuhusu baba ndio alikuwa anataka serikali ambayo iko transparent, unaona, na viongozi ambaye pia anajali maslahi ya Wakenya wote, sio kabila, mambo ya siasa kama hiyo. Wewe unaweza kuhimiza nini Wakenya wote, hata kama ni kama ni nani, wachague vipi viongozi ambao watakuwa na wania urais, ile cheo cha urais? Kitu moja mimi nataka tu Kenya iwe na amani, tuwe na amani, tutakuwa na amani, tukiwa na amani tutajua, alafu tujue tunachagua nani. Chagua mtu ambaye atakusaidia, chagua mtu ambaye anajua ako na manufaa kwako. Usikuwe unachaguliwa tu kwa sababu mtu anakupatia 100 ama anakupatia 50, kwa sababu hao watu mtu anakupatia 50 ataenda Nairobi atakaa huko, hakuna kitu atakusaidia. Chagua mtu ambaye ataendelea maelezo kwa nchi yetu. Exactly. So hawa Kenya nawaambia tu hivi, wacha tuwe na amani, alafu tufikirie pale kwa ballot paper tutakuwa na watu wengi. Tufikirie mtu mnataka tumrudishe. Kama ni Ruto mnataka kumrudisha ni sawa, kama mnataka kwa president mwingine ni sawa, lakini chagueni mtu ambaye mnajua mtu atawasaidia maishani mwenu. Hiyo ndio kitu naambia Wakenya. Majina yangu naitwa Lucy, natoka Lucy Owano, natoka hapa Luanda. Mimi nimesomea mass communication, kazi ikakuwa ngumu. Saizi hapa sasa mimi ni mwanabiashara, tafuta tu, kwa sababu saizi kazi lazima uhastle huko nje. Ukipata kazi lazima uambiwe sijui upeleke hivi job experience, na maybe umetoka shule juzi, maana kuna sijui upane pesa hivi. So lazima I'm self employed. Yeah. Asante sana Lucy, na nimefurahia ile maoni yako na ile ujumbe advice kutoka Kenya. Ndio. Na nafikiri wasikize tu. Sio. Ndio. Asante pia, nashukuru. So bro, mimi naitwa Eric Sindabi, mwenzangu anaitwa Kevin Maranga mwenye anapiga picha, na sisi tumetoka Nakuru Njoro, na tunaelekea Bondo. Tunataka tuweze at least kupea baba heshima za mwisho, manake tulikuwa tunampenda sana. So hapa Luanda tunaelewa ni njia ya kuelekea Bondo, na mara kwa mara baba alipokuwa anapita akienda kwake ama kama anapita anarudi kule, mara kwa mara alikuwa anasimama hapa na anaongea na wakaaji hapa,
na walikuwa supporters wake wazuri sana, walikuwa wanapenda tunaitana mashemeji. Hata kijana yake alikuwa ameoa kutoka huku kwa Waluya huku Bunyore. So tunataka tuweze kujua, unaona, nyinyi mlipokea vipi ile passing on wa baba, na atawacha pengo gani kisiasa, unaona. Kidogo niseme generally in Western Kenya, kwa sababu alipokuwa akiongelelea hapa, hiyo decision ya watu wa Luanda wana make ina resonate the whole of Western, sawa. So tu utasema tu jina lako alafu useme tu kitu kidogo kuhusu baba. Asante. Mimi kwa majina naitwa Vincent Njeri wa Sengo. Mimi ni mkaaji wa Luanda. Yes. Pia mfanyikazi wa Vihiga County Government. Okay. Sisi kivyetu tulisikika sana kwa pigo la kupoteza baba kama the people's president. Yes. Ya kwanza. Kitu ya pili, baba amekuwa manufaa sana kwa watu wa Luanda. Yes. Sisi ametubeba sana kisiasa, kidemokrasia. Tumeona amesaidia Marende akawa spika. Yes. Tumeona amesaidia Otichira ambaye ni governor. Sasa kuna Osoti. Sasa kuna Osoti ambaye pia ni party leader mkubwa. Ni party leader mkubwa wa ODM ambaye anatarajia pia anawania pia kiti ya governor 2027. Na alitoa mtu kama Mudavadi, alimtoa mbali. Baba pia amesimama na mheshimiwa Mudavadi ambaye ni prime cabinet kwa muda mrefu. Yes. Baba amesaidia wengi. Baba pia huku kwetu Bunyore sisi tunamtambua kama Nyawana. Wajaluo wanaita Nyawana, sisi pia tunaita Nyawana sababu msichana wake Rosemary. Yes. Alikuwa ameoleka hapa Epanga. Yes. So tunamtambua yeye pia kama Nyawana. Akikuja huku alikuwa manufaa kwetu zaidi. Yes. Kwa vyote vile tumesikika sana na tumepoteza. Yes. So sisi kama Wanyore, sisi kama watu wa Vihiga, sisi kama watu wa Luanda. Yes. Baba amekuwa manufaa sana. Tumesikika na hatujui kama tutawahi pata mtu mwingine ambaye ni mwanademokrasia ambaye atasimama na Kenya, nchi ya Kenya kama baba. Yes. Kwa hivyo tumesikika sana. Okay. Na wewe unaona vipi? Unaona kidogo mwelekeo wa ODM kwanza, manake alikuwa kiongozi wa ODM, isipokuwa yeye alikuwa ni kiongozi wa Wakenya wote, lakini alikuwa na chama. Na hapa Vihiga tuko na watu kama Osoti, unaona, tuko na watu kama Kakamega, kule tuko na watu kama Oparanya ambao walikuwa wanashikilia watu wa Western, unaona, katika ODM. Wewe unaona kutakuwa na mabadiliko gani, unaona, baada ya baba kuenda kisiasa? Mimi kulingana na mimi ile msimamo baba alikuwa nayo kisiasa. Yes. Siwezi sema ama naweza tambua kwa saizi yule kiongozi atakuja aiweke katika ile msingi ambayo baba aliwacha. Sure. Kwa hiyo amewacha gap kubwa sana. Baba amewacha gap kubwa, manake wengi ambao amewacha, wengine ni vijana wadogo kama mimi, wengine ni viongozi ambao wametokezea juzi. Yes. Wengine ni viongozi ambao wanapenda malumbano. Yes. Kwa hivyo vile baba ameenda, yes, hatuelewi na hatujui kama kuna kiongozi moja kati ya wale ameacha, yes, kama ataweza kuamsha ama kurudi katika ile tunasema ule fitting in those shoes, ingia katika kile kiatu ambao baba alikuwa ameshikilia kama mwenyekiti wa ODM na kuweza kuelekeza watu wa Kenya mahali panastahili. Yes. Na sasa juzi tumeona Rais Ruto alisema hata waachilia ODM.
hivyo tu, na tukaweza kuona kiongozi kama Sifuna kidogo alikuwa na yumba, lakini juzi alisoma statement akasema kwamba baba alisema ODM itakaa na Ruto mpaka 2027, alafu baadaye wataweza hiyo statement ilikuwa inamaanisha nini? Hiyo Sifuna alisema kwamba baba alisema tutakaa na ODM mpaka 2027, alafu kisha baadaye what is ODM trying to do? Is it trying to appease the public as well as trying to play safe in the government? Kulingana na mimi, baba ni kama alijua kifo chake, manake wakati kabla aondoke, yes, na mikakati alijaribu kutengeneza katika chama cha ODM, yes, na akaweza kuweka misingi kwamba wale viongozi wanabaki nyuma ama wale wanachama wa ODM kwamba tubaki ndani ya serikali. Yes. Sababu ya kwanza, kulingana na mimi, niliona baba alitaka serikali ifanyie watu kazi vizuri. ODM ikikuwa pale na ijaribu kufanya serikali ifanyie watu kazi inastahili. Yes. Kitu ya pili, baba alizingatia jambo la amani katika nchi yetu ya Kenya. Yes. Hakutaka tushinde na ugomvi na vita katika nchi ya Kenya. So hapa naheshimu pia naheshimu yale maagizo ambao baba alisema ama aliacha. Yes. Kama kiongozi wa taifa. Yes. Ama kiongozi wa wananchi. Yes. Ya kwamba tuzingatie amani, ya kwamba pia tuweze kuangalia ya kwamba pia aliweza kusukuma serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Yes. Ya kwamba Ruto na serikali yake waweze kufanyia wananchi ama kufanyia wananchi kila kitu kulingana. Manake zile some of the terms and conditions za ile kushirikiana na serikali kwamba walisema vitu fulani hapa kama vitu kama abductions watu stop. Kwa hivyo kulingana na wewe, baba aliingia kwa ile serikali kujaribu kuirekebisha, unaona, na kuifanya ifanyie wananchi kazi kulingana hivyo. Hiyo ndio ilikuwa nia yake, na kidogo tena ile kuleta ile amani nchini, sio? Na umesema vile ameondoka hivi, unaona kuna confusion. Viongozi wananchi bado hawajui kama kuna mtu atatokelezea ambaye ataweza kuwaongoza kwa njia ile mwelekeo ambayo baba alikuwa amewacha. Lakini wewe unaweza ambia nini wa Kenya kulingana na ile misingi ya baba alikuwa ameweka ya kisiasa? Unaweza ambia nini wa Kenya? Mimi kile naweza ambia wa Kenya wenzangu ni kwamba kitu ya maana sana kuzingatia jambo la amani. Yes. Ambalo baba aliweka msingi. Yes. Kuzingatia demokrasia yetu ya nchi ya Kenya. Yes. Ya kwamba pia wananchi wa Kenya, mimi kitu naweza sema sana muhimu. Yes. Kila mtu ama kila mmoja ni mwanademokrasia. Yes. Ukipiga kura yako, ukipiga kama mwanademokrasia. Usiambiwe na watu ati sasa sisi ni Waluya ati tupige kwa debe moja. Usisukumwe na ukabila. Sisi ni Wakikuyu tupige debe moja. Usisukumwe na kiongozi fulani sababu kwa hii mambo fulani, labda akipita atakupatia cheo fulani ama kazi fulani. Angalia mwenye anataka. Angalia ule kiongozi ambaye anawania anawania hiyo kiti. Umchambue kiundani. Yes. Na pia uangalie kwa upana ama kwa marefu atasaidia nini wa Kenya kwa jumla. Sio wewe binafsi kama mtu. Unafaa uangalie kiongozi anasaidia nini wa Kenya wote. Na hapo nyumaye amekuwa na kuwe kiongozi wa kushikanisha wananchi wote. Na pia tuangalie kule nyuma amekuwa vipi. Mfano mimi hata naweza jaribu kuangazia kidogo ile timu ambayo iko hata kwa upinzani, wenyewe wanajiita upinzani. Nikiangalia naona ukweli ni kwamba
hao viongozi wale ni kama vile, na mimi naweza tumia mfano wa msitu na nyani, Yes. kwa kwamba nyani ndio tofauti, nyani ni wale wale tu, msitu labda ndio inabadilisha. Yes. So siwezi sema mimi nitapiga kelele ya upinzani ama nitapiga kelele ya serikali. Ile kitu nataka ni kuzingatia ama kuangazia yale baba mwenyewe kama kiongozi wa wananchi alisema kwamba kuzingatia amani na demokrasia kama Wakenya. Kwa hivyo maoni yako tumesikia na tumeweza kuelewa kwamba wewe unajaribu kuzingatia ile kueleza Wakenya kwamba ama kuadvise Kenyans kwamba unaona they should get the people want to come to in public office sana sana ile uongozi wa urais na hata hiyo zingine kidogo, they should get them carefully. Na kifo cha baba unaona kimewacha pengo kubwa. Hiyo ni maoni yako, kimewacha pengo kubwa nchini Kenya, na tunaomba tu ikiwa kuna mtu anayetokea anaweza kuwa anaelimisha Wakenya kwa njia hiyo, lakini hata kama kutokelezea kulingana na wewe, Wakenya watakuwa wanaongozwa unaona na ile msingi ya baba alikuwa ameweka, sio? Asante sana.